Kwa watu wengi, maisha ya Satingi yalionekana kubadilika. Alikuwa na nyumba aliyoiita kwake. Alikuwa na mwanamke aliyekuwa akimsubiri kila jioni. Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alikuwa na sababu ya kutamani kesho ifike. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa bado na kumbukumbu ambazo hazikuwahi kufutika. Karibu Alama Studio, simulizi zenye hisia, mafunzo na msisimko. Tuanze. Sehemu ya 14. Siku ziliendelea kupita katika kijiji cha Kiboje. Kwa watu wengi, maisha ya Satingi yalionekana kubadilika. Alikuwa na nyumba aliyoiita kwake. Alikuwa na mwanamke aliyekuwa akimsubiri kila jioni. Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alikuwa na sababu ya kutamani kesho ifike. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa bado na kumbukumbu ambazo hazikuwahi kufutika. Kumbukumbu za siku ambazo alikuwa akiishi peke yake. Siku ambazo alilala akiwa na njaa. Siku ambazo alikaa chini ya mti wake wa mwembe akitazama basikeli za watu wengine zikipita, huku yeye akishindwa hata kupata mteja mmoja. Siku hizo ndizo zilizomfundisha kuwa maisha hayakuwa rahisi. Na katika kipindi hicho kigumu, ndipo Makame alikuja katika maisha yake. Miaka iliyopita, kabla Biti Mainda hajafika Zanzibar, Satingi alikuwa amechoka. Sio kwa sababu hakutaka kufanya kazi, bali kwa sababu alifanya kila alichoweza. Lakini bado maisha yalikuwa magumu. Siku moja jioni, alikuwa amekaa mbele ya kibanda chake cha kazi. Jua lilikuwa limeanza kuzama. Mkono mmoja alikuwa ameshikilia spana, lakini akili yake ilikuwa mbali. Makame alipita na kumuona. Satingi. Satingi hakuitika haraka. Makame akamsogelea. Unafikiria nini? Satingi akavuta pumzi ndefu. Nafikiria kama kweli siku moja maisha yatabadilika. Makame akakaa pembeni yake. Kwa nini unaona hayawezi kubadilika? Satingi akatazama baiskeli iliyokuwa mbele yake. Kwa sababu kila ninachojaribu kinaishia pale pale. Leo nimetengeneza baiskeli 2. Kesho huenda nisipate hata mmoja. Makame akanyamaza. Alimjua Satingi. Alijua kuwa nyuma ya ukimya wake kulikuwa na uchovu mkubwa. Satingi. Naam. Maskini si yule asiye na pesa. Maskini ni yule anayekata tamaa. Maneno hayo yalibaki moyoni mwa Satingi. Lakini hata maneno mazuri hayakuweza kujaza tumbo lililojaa njaa. Watu walimtafuta. Watu wakaanza kumjua na pesa ikaanza kuonekana. Lakini pamoja na pesa hiyo, kulikuwa na kitu kingine kilichokuwa kinakuwa: hofu. Kwa sababu Satingi alijua njia aliyokuwa ameingia haikuwa salama, na kila siku alijiuliza kama angeweza kuiacha. Lakini maisha yalikuwa yamemfunga. Siku moja usiku, baada ya kazi hiyo ya siri kumalizika, Satingi alikaa na Makame pembeni ya moto. Hakukuwa na furaha kwenye uso wake. Makame akamuuliza, kwa nini unaonekana kama mtu aliyepata kitu, lakini bado hana amani? Satingi akatazama moto. Kwa sababu kuna tofauti kati ya kupata pesa na kupata utulivu. Makame hakujibu.
kwa sababu alijua rafiki yake alikuwa sahihi. Miaka ilipita na kila mmoja akaanza kuona maisha kwa namna tofauti. Satingi alitamani kuacha kila kitu nyuma. Makame naye alikuwa na mawazo yake. Hapo ndipo njia zao zilipoanza kutengana taratibu. Sasa, baada ya miaka mingi, Makame alikuwa amerudi. Na kurudi kwake kulimaanisha jambo moja: ukurasa wa zamani haukuwa umefungwa kabisa. Na mtu ambaye hakustahili kuumizwa na makosa ya zamani. Lakini mbali kidogo na hapo, Makame alikuwa bado macho. Alikuwa akitazama giza la usiku, na moyoni mwake kulikuwa na swali moja. Je, Satingi alikuwa tayari kukabiliana na ukweli wa zamani? Au siri ile ingekuwa kubwa kuliko maisha yake mapya? Mwisho wa sehemu ya 14.